Mabwe. Simu yako inaita. Ameenda kupiga muda mrefu? Yeah, muda mrefu. Waha. Wanadai kama siku mbaya. Mke naye nyumbani anachepuka. Siku mbaya. Hakuna unalofanya likanyoka. Siku mbaya. Maskani ya kukaliki kumenuka. Siku mbaya. Siku mbaya. Siku mbaya. Siku mbaya. Shoga. Hivyo umeona yule kaka? Nimeona ndugu yangu. Alivyo mfupi shoga yangu. Amna mimi siwezi. Na watu wafupi wana matatizo. Wewe afu hawajamii. Wewe acha. Hapo hapo kwenye wanaume wafupi. Kuna mkaka mmoja hivi anaitwa Kelikuu. Babu ana misifa. Shoga msemo wako naita. Nani tena? Basi la mwisho. Mambo baby. Poa mzima. Nimekumisi hatari. Nipo na shoga yangu hapa ananisukasuka. Usijali. Baby nakupenda. Baby wangu. Wewe usimdanganye ndugu yangu. Nini? Shemeji wewe naye mbea. Janeti. Wewe naye atakujaga kukushinda wewe. Shoga ukibeba ndoo, ubebe na kidumu. Akija kukushinda uje shebedue hapo, akija kukushinda usinitafute. Wewe naye umeana. Uchelewagi ndugu yangu, uchelewagi kuyabananga huko. Aisha, sitaki. Wewe unajikuta shakani? Tuko hapa. Nisuke bibi wewe. Akikushinda tu nimeshakwambia. Ushoga utakuwa kazi. Shauri yako. Nyumbani kwao? Sawa, usijali, sawa. Nitakununulia zuri, sawa. Karibu mama. Vipi? Asante. Vipi, nimeshindaje? Salama, sijui wewe. Ninashukuru Mungu salama. Za huko? Chovu. Ngoja niweke basi mzigo mama. Sawa. Sawa mwanangu. Oya. Hivi unajua kosa lako? Unajua kilichokuleta huko? Hapana, sijui. Ujui? Kwa hiyo ni mwanangu wewe ndio kidume sana au vipi? Unajili na wake za watu, si ndio hivyo mboi? Afu unajifanya eti ujui kilichokuleta huko. Unachukulia poa kijana Nilikuwa sijui kiongozi, naomba unisamehe. Ni lazima nitoke. Nilikuwa sijui chochote ndugu yangu. Tamaa. Yaani ulikuwa ujui kama yule mke wangu mimi, si ndio hivyo? Unamaanisha hivyo? Ulikuwa ujui?
Ulikuwa ujui? Utaniua blaza. Maufe. Mimi nilikuwa sijui chochote blaza, utaniua tu bure, mimi sijui chochote. Ujui. Mungu, naomba unisaidie. Yaani una uhakika kabisa unasema ujui wewe? Kama yule mke wa mtu. Kweli blaza, mimi ningekuwa najua ningetembea naye. Wewe ni kufa tu. Mtu. Go. Salimie huko kuzimu. Wewe kidume. Acha kuchezea wake za watu, ndio mwisho wako. Wewe kidume ndio ushamaliza sasa. Kumbaya. Siku mbaya, siku mbaya, siku mbaya. Siku mbaya, siku mbaya, siku mbaya. Siku mbaya. Kama nilivyokuambia ndugu yangu, hapa nilipo nimezurura sana. Naomba unisaidie sehemu ya kuishi. Basi sawa, nitakusaidia kwa kuwa ni mwanamke mwenzangu na matatizo ni sehemu ya kila mwanadamu. Twende nyumbani, hata usijali. Asante sana. Unalofanya likanyooka. Siku mbaya. Oya, sikiliza, huyu mwanangu juu. Mimi sijui. Kuachana no, mimi na wewe kufa kuzikana. Oh bebe, watamaliza mikaka vibalazani. Kuachana mwiko wewe nami, nakupenda sana nakupenda ani. Oh ani wangu, tamaliza mikaka vibalazani. Kuachana mwiko wewe. Bwana kweli kufanya kwanza maza asili bwana.
Nyosha taratibu, nyosha. Ngilia tu mwanangu. Haya maji ya moto yanamshaga damu zilizovilia hizi kuambiwa na mabibi zetu kitambo. Shusha taratibu. Sio eneo la kichwa. Tuame na maneno ya tumbo. Nyosha shingo hili. Kaza. Geuka kidogo huko. Wacha. Oh, inuka kwanza kidogo. Inuka kidogo. Inuka taratibu. Jikaze. Hivyo ndio unakuwa unarudisha mwili wako katika mazingira mazuri. Maana ukiwa na watu ndugu yangu mbamba. Sasa ndugu yangu Chazie. Hivyo unajua hata ile jana mimi nilishindwa kukuuliza. Ishu ni nini mpaka mwanangu kawa mazingira yale tumekuta kwenye mazingira mabaya sana. Ishu ilikuwa ni nini? Hujai teacher. Jana kuna jamaa alinipigia simu. Ndio. Akaniambia wewe si fundi wa rangi? Ndio. Nikamwambia yeye. Akaniambia njoo kuna kazi. Ndio. Nikaenda mpaka pale nikakuta kuna gari imepaki pembeni. Ndio. Akaniambia ingia ndani, njoo kwenye hili gari, ingie twende kaone kazi. Nimefika pale akafungua mlango, nimeingia ndani ya gari. Ndugu yangu, nilikula kipigo mule ndani ya gari cha kutosha. Yaani cha kutosha unajua. Afu wakanifunga na kitambaa machoni. Kwa sikuweza kuona chochote ambacho kinaendelea wala tunaenda wapi. Bwana. Tumefika wakawa wamenibeba wakanipandisha sehemu. Yaani nimekuja nani hivi wanakuja kunifungua kitambaa. Nipo kwenye lijumba hivi. Tu. Maana hapo yeye nimemwagiwa maji ndio alionishtua. Bwana. Pale naanza kunipiga sana. Lakini kuna blaza mmoja hivi. Mrefu hivi ana ndevu. Yeye alikuwa anaongea kauli moja. Alikuwa ananiambia umetembea na mke wangu mpaka umempa mimba, sasa leo nakuua. Kwa hiyo tatizo kwamba inaonyesha wewe unatembea na mke wa mtu, wewe jamani kama mke wake. Ticha, wale watu walikuwa wanania mbaya na mimi.
Vipi umelala? Wewe. Wewe Janeti. Janeti. Wewe. Wewe Janeti. Wewe. Wewe Janeti. Acha masiara bwana. Mbona nitafuta matatizo wewe? Lakini Chazi, sio ndio yule dada mpasi kwa pale nilikukuta pale ndani pale unaongea nini ukasema wewe bana fundi bomba, asi unaenda kurekebisha tu bomba unarudi, sio isije kawa ndio yule jamaa pale mtaani. Kwa maelezo ya yule jamaa inaonyesha fika mwanamke mwenyewe ni wa pale. Lakini Chazi, unakumbuka nilikuambiaje ile siku? Nilikwambia Chazi, achana na wake za watu, watakuharibia maisha yako. Hivi unajua ulikuwa unakufa wewe Chazi? Unalifahamu hilo? Na ile siku mimi nilikuambia vizuri sana. Usije kaoa bana, mimi naenda kutengeneza bomba si nini na nini. Kumbe ulikuwa unaenda yale niliyokuambia mimi. Sasa je, leo Chazi ungepoteza maisha yako ungekuwa wapi? Lakini yule dada mimi aliniambia wao mmeo yeye ni mtu wa kusafiri, yani sio mtu wa huku Dar, lakini nashangaa. Achana na wake za watu kiongozi, mbona wanawake wapo wengi sana? Wanawake wapo wangapi na wanatafuta wanaume kila siku? Sasa Chazi, wangekupoteza maisha sasa ungekuwa wapi kiongozi? Hapa mimi hata hivyo kwako hapa sio sehemu sahihi bado. Wale jamaa wana lengo mbaya na mimi. Mimi wazo langu ni kuondoka tu nyumbani. Bora nirudi kijijini Ticha. Ndio maana hata wale walikuwa wanatusaidia jana, mimi sikutaka kukupeleka kule kwako. Ticha. Fanya mpango kanichukulia hata begi langu la nguo kule. Mimi siwezi kurudi tena kule yani. Chazi. Wake za watu, kutembea na wake za watu sio jambo zuri. Na hili liwe fundisho kwako na kwa vijana ambao wanatembea na wake za watu. Naomba kama unavyosema unaenda kijijini, ukawaelimishe wake za watu sio jambo sahihi kutembea nao. Alafu kwa umri wako Chazi, wewe sasa hivi ulitakiwa umeshaoa. Kwa nini unaishi bachelor mpaka sasa hivi Chazi? Na ndio anakukuta haya kutembea na wake za watu. Usio unatembea na wake za watu ili liwe fundisho kwako wewe na jamii uko na kuelekea, kawape elimu. Yale kukuta wewe ni elimu tosha sana kwa watu wengine. Nimejifunza sana. Mimi naomba tu nipate maji ya kunywa. Maji ya kunywa. Basi ngoja nikuchukulie Chazi. Sema zingatia vitu vingine bana. La la la. Siku mbaya, kila unachofanya majanga. Siku mbaya. Wewe naye nini? Kwa hiyo nikiwa mpenzi wako ndio unataka unitangazie hapa pote wajue mimi na wewe ni wapenzi. Kwani mimi sijui? Nani ndiye kila unachofanya majanga. Au kufuata hapa imekuwa kosa. Siku mbaya. Sijui nimelogwa au nina mikosi kazini nako, lakini mimi mtupa maganda kamwe siwezi kusahau. Yamekuwa hayo tena. Umesahau? Sijui nimelogwa nilivyokufuata kule kwako kule kazini nako kimbembe, ukanizalilisha na maneno yako ya dharau, eti huwezi kutoka na mwanamke kama mimi, ulikuwa tu unapita na mimi. Alafu sikia nikwambie, siku mbaya, naomba urudi nyumbani. Siwezi nikarudi nyumbani. Kwa hiyo wewe unaelekea wapi huku? Rudi nyumbani, tutaonana jioni. Umenisikia? Mimi naenda kwenye mambo yangu. Mimi nyumbani siwezi kurudi. Naenda kwenye mambo yangu, rudi nyumbani. Usinisumbue. Bwana, kwanza nashukuru kukutana na wewe hapa. Okay. Kunguri kwa unakuja kwako. Ndio. Mimi ndugu yangu nimekuletea funguo.
ya geto pale. Poa. Kwa sababu siku 2-3 ili nipata majanga mwanangu. Hata hivyo nataka nisafiri niende nyumbani. Majanga gani tena Chazi? Majanga tu ya kibinadamu ndugu yangu. Okay, leo kama nipata majanga, sema nini Bachu? Mwanangu umeniuzi sana. Bachu, mimi nilikupa hela ukampatie mzee, lakini ile hela wewe umeenda kufanyia mambo yako ambayo unayajua wewe. Mimi sijapenda ndugu yangu. Najua, sema ni ibilisi ndio alinipitia Chazi. Ibilisi wa vipi ndugu yangu? Ushakuwa mtu mzima, badilika. Mimi nimekupa hela kampe mzee. Wewe ile hela umeenda sijui umeenda kunywa mapombe, umeenda kufanyaje? Mzee ananisumbua karibu siku 3, mzee ananisumbua ndugu yangu. Nisamee mwanangu. Wewe ushakuwa mtu mzima ndugu yangu, badilika. Sawa? Au mapombe atakufikisha wapi mpaka leo? Baridi mwanangu, poa. Oya poa, kamfikishie mzee funguo hiyo bwana. Sio kaenda kupangisha chumba, alafu mzee umwambie mimi bado nipo. Mimi funguo nimekukabidhi, kamfikishie mzee. Fresh mwanangu Chazi. Shemeji, habari? Nzuri shemeji. Safi za siku. Nzuri. Umependeza shemeji yangu. Asante. Vipi Beka? Yuko poa kweli rafiki yangu? Beka yupo. Mmenisusa jamani, hata simu. Yupo. Hata mimi sionana naye sana lakini yupo, hata msijali. Mimi nashukuru shemeji yangu. Nipo. Vipi? Mbona sijakuona kwenye msiba wa Janet? Msiba wa Janet? Janet kafariki. Ina maana ulikuwa hauna taarifa? Janet kafariki shemeji. Hii ni ya pili sasa tokea tumemzika. Alikuwa anaumwa au? Kutokana na yale matatizo yalompata shemeji, mume wake kumfukuza, Janet alijikuta anakosa mwelekeo. Hata mimi nikutana naye tu mtaani Zangatanga, akaniomba hifadhi, nikabidi nimsaidie. Shemeji, Janet aliamua kujiua. Na kitu ambacho kinasikitisha zaidi kwenye msiba wa Janet, wakati wanaenda kumzika Janet, mume wake alifuatwa pale pale makaburini na maaskari wakidai kwamba anajihusisha na madawa ya kulevya. Kwa hiyo alikamatwa. Na vipi kuhusu watoto wake? Bibi, wale watoto walibidi waondoke naye, waliondoka kijijini. Janet kafariki. Ndio hivyo shemeji yangu. Shemeji, mimi kuna mtu namuwahi hapo mara moja. Pole sana. Niambie shemeji yangu. Mimi niko fresh kabisa. Uko poa kabisa? Poa kabisa. Sasa? Ndio. Vipi kuhusu Janet rafiki yako? Mna mawasiliano nao kweli? Muda mrefu sasa umepita. Sijawasiliana naye. Kwa sababu mimi kuna taarifa nimeipata. Kidogo naona kama imenitatiza. Taarifa gani? Nimeambiwa Janet kafariki shemeji. Wewe. Sababu kufanya kuna rafiki yake alikuwa anakaa naye Janet. Inasemekana hapa katikati Janet kapitia mambo mengi sana ya ajabu ajabu. Umeona, mumewe kamtimua, alienda kwao sijui katimuliwa, umeona, kwa akawa hana msaada. Mwisho wa siku akampata huyo rafiki yake ambaye alikuwa anakaa naye. Kwa maamuzi yake aliona sahihi kwake kujiua. Janet nasikia akanywa sumu kajiua. Mungu wangu. Na hata yule mume wake alikuwa anaishi naye, mume wake yule wa ndoa, mpaka sasa anapoongea inasemekana yupo polisi kakamatwa. Alikuwa akijihusisha na uuzaji wa madawa ya kulevya.
Sema vile shemeji, najuta sana. Nimemkosea sana Janet. Usijali shemeji yangu. Tumshukuru Mungu kwa kila kitu. Tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa washabiki wetu wote ambao mlikuwa mkitufuatilia kuanzia mwanzo wa series yetu ya Siku Mbaya mpaka sasa tunapoenda kufikia tamati kumaliza series yetu ya Siku Mbaya. Series yetu ya Siku Mbaya ilikuwa na matukio tofauti mengi tu ambayo yote ni ya kuelimisha. Tunashukuru Mungu, tumepata comment zenu nyingi. Kuna mazuri ambayo tumeyafanya mule ambao watu wamependa. Kuna tulipokosea tumepata comment zenu. Tunashukuru kwa sababu kitu chochote kizuri kama hujakosolewa basi hujajua uzuri wake. Tunashukuru kwamba tumeambiwa tumekosea wapi, tunaenda kuanza kazi nyingine nzuri ambao yale makosa ya mwanzo ambao washabiki zetu mmeyaona tutapenda. Nashukuru Mungu tulikuwa na nini mwanzo mwisho wa series yetu ya Siku Mbaya mpaka sasa hivi tumemaliza. Siku Mbaya kama neno lilivyo tu mwenyewe unadhani unaliona. Sasa unaweza ukafanya kitu chako na unaweza ukaamini kabisa hii issue ni perfect, hii kitu ni sahihi. Lakini baadaye ukashangaa tu katokea kile kitu kimeharibika. Kwa hiyo siku ikakuongea wewe vibaya. Kwa ukiangalia matukio mengi ambayo yalikuwa yanatokea katika series ya Siku Mbaya yanakuonyesha kabisa nini maana Siku Mbaya. Kwa hiyo Siku Mbaya naweza kusema kwamba Siku Mbaya ni pale mtu ambapo anatarajia kitu fulani lakini kile kitu hakitokei. Umeona? Kuna sehemu ya changamoto kwa sababu ni sehemu ya kazi ambayo naipenda kutoka moyoni. Kwa hiyo changamoto zikitokea ni ndogo tu ambazo ni za kwenda kusolve na mwisho tunapata solution. Alafu huwezi kuamini zile sehemu ambazo zote zilikuwa ngumu yani, lakini ndo zilikuwa zinaenda kutokea, zinaenda kutupa matokeo chanya. Kipande ambacho kilinivutia kwa upande wangu ni kipande ambacho amecheza Anita. Kaenda kumchukua Beka kiuchawi, akampeleka kwenye mbuyu akamzamisha, alafu then akamrudisha. Kiukweli kipande kile nikipenda kama kwa msanii mwenzangu. Ukweli naweza kumsifu editor, amekifanyia vizuri sana. Watazamaji wetu, of course series ya Siku Mbaya ndio hivyo imefika tamati au inatamatika kwa siku hizi za karibuni. Kikubwa zaidi tunakuja na jambo lingine, tunakuja na series nyingine. Nafikiri mkae mkao wa kula. Tunawahitaji kama tulivyokuwa tunawahitaji kwenye series iliyopita. Mfanye kile mlichokuwa mnafanya, muongeze watu wa kuweza kuambia kuna jambo la msingi, mtusaidie kushare. Of course mtakuwa mmefanya jambo zuri sana. Sisi kama ni wasanii wa series hii ya Siku Mbaya tunawashukuru sana. Hatuna cha kuwalipa zaidi ya kuombea dua muendelee kuwa na maisha marefu ili muweze kutazama vitu vingine tunavyoviandaa kwa siku za karibuni. Kilichonivutia mimi ni kitu kimoja. Yaani imenifunza mimi na wanawake wengine pia ya kwamba ukiwa na ndoa zetu, tujue ni jinsi gani ya kuheshimu ndoa zetu pale tunapokuwa kwenye ndoa na waume zetu. Kwa maana ya kwamba kitu unakiona kibaya wanacho, lakini kitu unatakiwa kufanya. Kama kwa mfano yule dada anaitwa Janet. Dada Janet alimuona mume wake afai, alimuona mume wake yani alimdharau sana kwa sababu alimweka ndani. Lakini alipokuja kutoka na kufukuzwa ndani ya ile nyumba, ikaonyesha mwanaume akaonyesha kwamba yeye ni mjali na ana uwezo wa kufanya jambo lolote ambalo linaweza likamsaidia kwenye maisha yake. Akachukua shughuli yake na ikaishi naye. Kwa hiyo yeye yani halijisikia vibaya sana, lakini ni kweli alikosea. Kitu ambacho kinavutia katika hii series ni kwamba natarajia mazuri zaidi kwa sababu kazi wanayofanya ni nzuri, wajitahidi ili wazidi kutuletea vitu vizuri. Siwezi kwenda huko nyumbani, maisha magumu sana. Siwezi huko nyumbani, maisha magumu sana. Twende action. Siwezi huko nyumbani, maisha magumu sana. Sina pa kwenda. Mbona mnanichanganya? Sio wewe ushamaliza unaendelea?
Haya, camera action. Wewe ni chombo changu Beka. Hiyo hivyo ni mwisho wako. Beka. Utakuwa chombo changu. Huu ni mwisho wako Beka. Utakuwa chombo changu milele. Una tena uhuru. Twende. Camera action, utulivu. Huu ni mwisho wako Beka. Usiangalie kamera, unamwangalia. Action. Usiname. Twende. Camera action. David. Mama mwenyewe anajiita mzee. Mzee, uzee wa sasa hivi utakita umri. Ukiwa na ziki tu unaitwa mzee, ukiwa tajiri mzee. Usiniguse na shati langu. Usitake mimi shati yangu iwe mbaya. Wewe mpeleke mdomoni hapo hapo. Kama inawezekana azipeleke mdomoni. Wewe jishaue. Wewe. Sasa nani mchana utakufanyia? Ndio. Janeti. Unafanya nini hapa? Weka nini huko? Nafanya nini unajua? Janeti, unafanya nini hapa? Nafanya nini vipi yani unaniuliza? Wewe. Janeti, kumbe ulikuwa unakuwa, yani wewe ni upande mwema upande mnafiki Janeti. Janeti, wewe ndio kunifanyia haya shoga yangu. Hebu nipishe mimi nipite. Wewe. Janeti, shapa. Usiniguse. Hii nyumba unjui tulivyojenga watu. Janeti, usiniguse. Samani baby. Angalia anachokifanya kule usitaivi, angalia hapa. Oh, sisi kama Siku Mbaya tunapenda kutoa shukrani kadhaa kwa washiriki wote walioshiriki kwenye series yetu ya Siku Mbaya. Mfano kama mzee wetu Mzee Bio, tunakushukuru sana, Mwenyezi Mungu akubariki. Umeweza kutubless nyumba yako. Tumeshutia karibu 90 kibao Siku Mbaya. Sister wetu Machakani Mama Bibi, pia Mungu akushukuru sana, umetusaidia tumeshutia papo. Dada yetu Lina kwenye pabu yao, tunashukuru sana, umetusaidia kwa moyo mkunjufu, tumeshutia nyumbani papo. Lakini pia wadogo zetu wa Machakani wa bodaboda kwa support yenu, tunashukuru sana wote. Mungu awabariki, tunawapenda sana na tunahitaji mchango wenu mkubwa. Lakini pia mama yetu Mama Mandingo, pia nawe Mungu akubariki sana, tunashukuru umetusaidia vya kutosha. Kwa sababu kipande chako ambacho umecheza cha mgawani watu wamekipenda, lakini mengi sana. Pia tunashukuru mama yetu, Mungu akubariki. Lakini pia tunapenda kumshukuru director wetu, japokuwa alitukuta wakati kuna baadhi ya vipande tumeshaenda, unaona, lakini hapo alipotukuta akaweza kuturekebisha vikubwa vya kutosha. Mungu ambariki sana ndugu yetu Kidi kwa nafasi yake. Mungu ambariki sana. Na shukrani za dhati zingine pia zifike kwa ndugu yetu Baro, ambao yeye ndio mshika kamera na edit, ambao ametengeneza kazi ya Siku Mbaya mpaka mmeweza kuiona. Pia tunamshukuru sana, Mungu ambariki yeye na familia yake. Kwa anaweza kutoka nyumbani kwake akafika kufanya nayo kazi kwa ugumu, lakini kazi inaenda, tunashukuru. Pia kiongozi wetu mkubwa Baza Musa, Mwenyezi Mungu akubariki sana na uendelee kuwa na moyo huo, na pia tunahitaji support yako ya kutosha. Sisi kama Siku Mbaya wote kwa pamoja tunapenda kushukuru. Pia wazee wetu wa Unio, mzee Mwenye Mbegu, mama yetu pale, ambao kwa mchango wako mkubwa umeweza kufanya kazi yetu imeenda kutosha. Tunawashukuru sana washiriki wote. La la la.
siku mbaya, ila unachofanya majanga. Siku mbaya, siku mbaya, ila unachofanya majanga. Siku mbaya, sijui nimelogwa au nina mikosi.